Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomo chako tengere merobere ito yosemia na gukumanya yago korekana kira rituko. Nabariki baitu be andrete chinga kichons. Asengencho yao. Eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kiro muntu. Mancho mugereria ne tukorie ichumari taike marongebe na kianda usi tukorie marongebe na kianda li mutinyo gatano mwakoyeka echibuye rongebe ne tano no mwasentira bene ne chinsenye chabona mambi chabto chideka kianda igoro yaye kokwarigane bene hasemesa yetrobini geteseni kyo kya bene Ensoko TV tosoena gusangamo tumureke na entrobini erute chindora chinsemo au chinse ya Kenya torore kikirikende tukorekana na tukwane manganari getege siasa ne kali tukoli chuma tukumurekera siasa asobo imena tukwanira manga yo akorekandire tukorekana na aliara chikoba kakorekana esikendi erimoto senchera bene nchinguru kwa Daniel Omwaga amangi naragendere tukorekana no nyenigo nigo karabonega ibitabo byoborayi gose ibitabo byoborendi mense ya Kenya nigo bgendere tukobekwa ase emurekerenene mega yogo twara bonyenganyengwa samu tukabwango iga ase kedinga ebikorwa au byomakweri ngo beriko bikwene kibwa ase chinsemo au chinse ya Kenya mutukabango iga tukara umuri ose tukara umurandi ya makosiri mabwaye asabe tukabakongenturese nyumba yaye tore binge ebigo korekana abuna abana gosira abamba yaye gutoka bangentire neigo batibongire nabategere chingo machintindi abande basiritanya okoreko ikabona iga asibona iga hanene abana bayiska watrane bwe osogosira samatukabon korende ikyo kumya ne kyo wichania ne kyamabira abege kyo borabona ne kyalitko olia moisondo gositko kiregoro obutko kiregoro kuko ya gweskuru ayemo hasensemere ya gegere ese bose yabeto kubagwe kwene kikerabonega aborokibwa angekumi na batano no mabete gosira bagima base skuru ya utumishi myagigire county area ya Nakuru mwancho mwere ese kikerabonega tokote bunga aborokibwa koikemero ngebe na kianda nigo bare asekete nikebe ya nyimbo ese bagene takuri ngori wako watrana hanogo wokubata no moro iwo gate ase skuru iyo igento kyane gati aborokibwa 15 no mogosira bagima abo abande go bagete wikamba manyakana awikabonega mbara manyakana ikigaro ikayi boli bachikurwa CDN cyabo erigo chigote makonyora bibona babo mbara byabo wese wikirabonega abande batano baberenga mu getibu nendege kurwa chinse mo chiria cha Nakuru emase amukise ngitene ya Kenyatta Training and Referral Hospital nabo igo ya Kenyatta National Hospital ese bagenderete konyora ububweni bwe mu mono asa abande bayigorira gucha chinka cyabo egento kenda tukayetutuka no bone mense ya Kenya igoro yoborendi wense ya Kenya nene no nyenego exera ekyama kere gya DCP nige kurwa no omochore gose omolike mona omochore bwe kyama ekyo tukabwango iga John Medu yero moseneta bwe county ya Naro abereka gwe Sokya na kurwa hengora yaye asenchera ere ya bene kwende niga reka baga kugikerya hitango byoborayi as okoba banyanganyengo asama tukabanga ganene asabereka baga ko mumochye eyemasa yemo mwaziri webonendi bwaime Onesmus Kipchumba amurukamene togosko chimoto mwancho mwerere nekrama sabakora kandi kregoro amasabo yogo sinyo kunyesaberense ya Kenya akora kandi sense mere ya Safari Park nigo marayebwense aireta chingo kichabene kuraria nago kwane meroberi aho yabereka bakaga kora ndo chikorera ase chibicha chito chiriga motu no nyanigo nakera oborayi bono basaba Kenya bagareta kora wichandwa sana isekelinga Kenya bono abekuriga tie chinsa chiria chigo chikoreta baria babwatre uno boroire bwa Ebola gose aba America rubate no borowe bremense ya DRC Congo bawo chikemense ya Kenya kubeko quarantine wekabera ko bako bwena hegento kendrete koreta liberali nene emergency ya Kenya yonsi to chikuya kwandra mana bagani bane mambya bane ngese studio abawo chikata kwana ye masa ya manda to kwandra inga kense ya Kenya wikabonega erege siasa yuchumi amoneka magendero ese wikabonega
amanga ira tokorekana amanga ira kakorekana tore megoma kiko pangwe menge na ibone buna troche sensemo ye budget abakanya mande besoke na batemu kichiba kuchukubrekana kokana amangana ye budget yo mwaka 2025 no mbo 2025 onebere hayinika tiali amange mambya bonega kuchiko kuregana lya nyegete seni geto kyabene gensoko TV muro bine trobini mwancho mwirane na isenchira bene kuchiko chaka kurende kuikankunere asensemo ye chikoso linyoranga chikoso cha HBC 7 Valladolid me Spain ngo chakachiri tukori ankyo aseti mito ya Kenya 7 sibai kire gadi kurende marigo chikobeka jezi chiri kire enembe ya sport pesa ikiagera ense ya Spain teri gwanchera imanganari ya korondo nigo bona bawo chikobeka chijezi kitavuga ati enembe inde yonsi nigo egasibati ibaito baragbi imense ya Kenya bagera tokarabuya mayaga ye minano bya rugby Africa Women's Cup kokosoka Kenya ikabwega sori ya bentangani gati ya Buganda ikabwega kabigati ya Madagascar na bono litko holia anke gositwe echumapiri nigo tubonda tego chikorora ege minanege tindi kerage gati ya South Africa manense ya Kenya sago sori ya mweleo kegima ya Rugby Africa Women's Cup once babere babime na bibere na bonse babene ngo bachikomena na hine boche ko umunyangongo gati ya South Africa amonense ya Kenya ikerekyo litko echumapiri imenyayo stadium abaso baite barense miaka 15 ebere Junior Starlets nigo bakora wano mokocha Beldin Odemba gosa bakora wano mokocha Mildred Cheche nigo bawo chikosa imeye gosoli ya Nyayo Stadium gosa sera Nyayo Stadium posio ya gosoli yo kuriye tigiti ye kombe ke World Cup ese bari barense miaka 15 nebere mera yo chimakali ye gole ya mase ya imeya fufa Buganda e wiki eri ya eta asege sori yentanga nigo se round 1 nigo se first leg nigo bawo bawo chikosa second leg bakunyerega ni timu ya Buganda ime ye ditskuriye chumapecha kachinsa ikomi asebono abo teteri bonsi benkwe babo libu kana segeti Nyayo Stadium irigo chengera kutiotereria abaisi bati baito oba umupira bwenkoyo Junior Starlets iri bachikonyo robo bwinyorongo mu bigati ya Buganda na Kenya ya uchukumira na timu ya gosene timu ya Cameroon aseround ya gatone yo mwere kugima yogoje kuna chire tikiti ya kombe ke World Cup yo chikokarekana omwaka uyega kere orochi koera yokoro kwa Daniel Omwaga na mangari mutun kwa gantine senchira ya bene etrobini ya Chakire Joshua Nyauma Alois Nyambura ama director zaki bonsi no baremega yemenyo chakona kinga chibi chama na Mariogi awikere senchira here ya botwereru karibu bone senchira here ya bene tosoime yetrobini tonge kumurikana konalia chinsemo chonse ya Kenya mambi ya bono iga asebono ekiama keria gia DCP gekora unera Geoffrey Gashagwa na boigo omochore gose omurikemo na mochore omotukawenga John Medo niga besokiri na kurengora yabo ya bene gosia ase abaibori abarokibwa gose na boigo nabairi beskuru area ya skuru area ya bakobe kubatiri mwana omorero ya tumaini ya kubekutoro lya muisonde asebono babereko abakurengora yabe senchira bene mega yabana 15 omugosiri bugima bwabo mwancho mwirilia nanyenigo abandi ngo ntukurwalibwa asabandi begori no kwenda chinka cyabe so ikabane banakumanya nigo aborokibwa emeronge bena kianda bale segete siniki abanyanyimbo esabagana takolingori bwo sobe mikobwatekana no muriro yoba ko gusamba abana abona abotiga abande chingoma achintindi nanyenigo tikatora chingwana cyabo S John Medu arekare ko mocheye masayemo mwaziri w'uburendi bweme Onesmus Scripture mukromen gutekana y'uburendi obuya nagotebanga ningabwanete kwerusia asegasi iyo kegera imirimo yabereko bahage ko musinya asama tukabwanguya. So is a press statement on the Utumishi Academy fire tragedy issued this morning on 28th of May 2026 to the great people of Kenya. This morning we've woken up the sad news of the fire tragedy at Utumishi Academy in Gilgil, Nakuru County. On behalf of the DCP party, on behalf of our supporters across the country and beyond, we send our heartfelt sympathies and condole with the families and parents who've lost their loved ones. We pray for speedy recovery of the injured and those in hospitals. So far, we've been informed that we have lost over 16 girls and about 79 have been injured. This is a great loss to our nation and families who have lost their loved ones. No parent should go through such pain and ordeal. No child deserves to lose their future full of great potential. One death is one too many. Any nation that loses its young people in what could have been prevented must question their moral and responsible conscience. As the nation mourns, we strongly question
the disaster preparedness in our country, especially in our boarding schools. We have lost too many students for a long time, ranging from St. Kizito in 1990s, Changuri Boys, Hillside and Russia Academy, and countless others. It is unfortunate that while the National Disaster Response Management Bill is stuck with the leadership of the National Assembly, our children continue to face danger in schools and Kenyans are still not spared. The recklessness of parliamentary leadership remains painful to Kenya. The function of disaster response is treated as an afterthought by this administration, who carelessly moved to the incompetent Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, who cannot be reached while he is attending to his late-night social calendars. We are adequately aware that the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, was informed of the fire tragedy at 2 a.m. last night, but he could not marshal government machinery and drive a distance of 1.5 hours. The Cabinet Secretary is too big that he could not even drive. He chose to only fly and was waiting for the weather to clear up this morning. A Cabinet Secretary who is an epitome of failure, Mr. Kipchumba Murkomen, must take personal responsibility in the loss of lives of the children who have lost their lives. If the same effort and energy used to recruit, deploy, and maintain political goons by Kipchumba Murkomen and Raymond Omolo was applied, disaster response management bill, the disaster management bill would have been applied, mitigation measures would have been implemented, and lives would have been saved. Moving into the future, we must put Kenya in a much better space in terms of disaster preparedness, disaster management, and mitigation. The question that we ask is, where is the National Disaster Response Committee, including all the key stakeholders, that was appointed in the year 2023 and put under the office of the Deputy President? Why was this key function moved to the Cabinet Secretary for Interior as a person and not an office? What interests are there by the President in moving functions to an individual rather than state departments? What was so hard for the Cabinet Secretary of Education to move to Nakuru as compared to going to Safari Park Hotel when our girls have died in numbers? Where is empathy? Kenya deserves better. How safe are our schools? If Utumishi Academy could lose 16 girls, yet we have security agencies at a stone throw, how safe are our kids in the other parts of the country? Since the fire tragedy in Endarasha in 2024, we have never been told how 21 babies died. What country is this that we are living in? We call for the immediate censure of the Cabinet Secretary for Education and the resignation of the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, for the deaths of our children at Utumishi Academy. Mancho mwere tutikana na yo hajon meto guska muturgo wano ningo muraibwense Dr. William Samoei Ruto abereko baga kwenekiria abakenya miroberia serikali ya bekire eri kwenekinga amaguri amabuta tari kugendera gutira guchibirengo obya igoro mono gukwana ekero kya masabo oyensengima nigo bono muraibwense atebuna nigo abekire chibe sensemo cyo kwenekinga edisete gutira nonyene nigo korenga no muringa muraibwense nigo tanga edisete bonega isingi chimye ibere 50 na ibere na isato kurinde kwikabonega nigatembire na konyeke kurochisiri guika chisiringi chimebere 30 na ibere kubatakana gose kubatakana kwa ni muraibwense yatebangense ya Kenya yatumeke chibilioni chimebere 53 na isato kuchakira mutinyuru yeto ikumutiyo eri kwana kinga amaguri mutata ikugendera komenta sebirengo bire bigora mono nonyanigo muraibwense nigarekanite ka kubeka tena ninga ere nigo chigwanchira na machibwa ndonsi ye chikura chirebose chimwaka 2025 nebere gose 2025 nebere irituko gose ekero chira chikokorekana omwaka ogocha nigatebiringa anye kago chikobu gochiare gwanchana na gosoka kurwa bisi na gotigera bali banyereko babakobwa chikurecho. To meet with our transport sector leaders last week on the fuel crisis. And I sat down with them for about maybe 3 hours in Mombasa. And I explained to them
where we were, what the issues are, and I took them back to 2022 when we had a similar crisis. And then we had long queues, people in jerrycans looking for fuel from one station to another. We had a serious crash on our dollars. We had a serious, in fact, the first team that I met when I was declared president was oil marketers, because we had a crisis. And I explained to them how, if we are reckless about subsidies, where the country went. In fact, for a whole year, we had to pay close to 150, 160 billion Kenyan shillings that had been used for subsidies without fuel. And I told them, we must be students of history and experience. We don't want to repeat mistakes. And I explained to them that today we have fuel in all our petrol stations, unlike other countries. Today, the Kenya government is subsidizing fuel. The actual price of diesel should be 273. It is 232. We're subsidizing 40 plus shillings for every liter. We've spent 28 billion shillings in the last 2 months. And we've done it with prudence. And I took them, when we finished, they told me, Mr. President, we are going to call off the strike. I did not tell them to call off the strike. They looked at the facts. I know many people say they were influenced this way and that way. Maybe they were, by facts of what the situation is. Yes. The most interesting part is when we finished and we stood up, they told me, Mr. President, pray. And I prayed. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes, they will be free and fair. Because what God has decided, no man can change. Yes, so relax. You know, people are in a panic. I don't know. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Yes. So relax. There's no problem. Those who believe they will divide this country, they will not. They will not succeed. They will fail. And fail spectacularly. They will not. Yeah. So, tulizeni maboli, hakuna problem. Hii nchi iko sawa. Tasonga mbele. Kenya itafaulu. We will succeed. And we are a great nation, good people. If I had an option and I was given a chance which nationality to be born, I would want to be born in Kenya. Yes, we have a great country. And just to assure everybody that we will move together, and we will build the bridges of friendship and brotherhood and succeed together. Asanteni sana, and God bless you.
mokonyi bo mwarebwense daktari Abraham Kithure gose professor Abraham Kithure Kindiki amo nomo speaker we bungenene Moses Masika wetangura bonsi na barabu nigo barenge sama sabayu asobwamo nigo nonye bono Kindiki atebuna ikiranirie gosamar sabonaro ara ikiranie obotingu obwo marembe imeyense ya Kenya nigo nonye nigo singirire hobuya bwa masabo gokorekana kira chingaki ere gotinyo marembe aneneka trochichikura cy'umwaka w'2025 asensemo yaye omo speaker ubungene Moses Masika wetangura nigo nonyenere aene kiribuna chisege chigenderete kwene kibwa sense moyo rogongo rwa Middle East na chirero bugima abugima gokonga asengi makorende tari kenyoka jise chinde chonsi bugima nigo bakongete tango tora chinkwana chia ya Kindiki amo na Moses Masika wetangura. And we gather here to pray. And we gather here without our titles. Because when we get to heaven, there will be no titles. And therefore, in the manner in which Revelation chapter 4 verse 10 says, we lay down our crowns like the 24 elders and the 4 creatures to worship God, forget about our titles, reflect on our country, our families, and our future as humanity. We also gather here from various nations. And the God that we worship and exalt is the God of all nations. Again, from Genesis chapter 10, verse 32. After God destroyed the earth completely with the floods, and out of the sons of Noah, he created a new generation. The Bible says, and from the descendants of the sons of Noah, that is where all communities, all clans, all languages, and all nations sprang from and spread across the earth. And therefore, God knows us by our clans, by our languages, by our nations. And the God of Kenya is the God of all our countries, those of us who are represented here. The Bible tells us that after we exercise our faith and pray, let us go and do what God wants us to do. When the people who were attending a wedding in Cana of Galilee, the only wedding in history where God was present physically through his son, Jesus Christ. In that wedding, they ran out of wine. And then because Jesus was there, they used the mother because of protocol and told Jesus to do something about the wine, which he did. But Jesus' mother told them, whatever he tells you, do it. And therefore, what is important is that we do what God wants us to do. After praying, after fasting, after expressing our faith in the various facets, let us do what God wants us to do. Whatever he tells us to do, let us do it. Excellency, when I woke up this morning and went to my study, I prayed for 2 things. I prayed that those who have caused and sustained the war in the Middle East and thrown the entire world economy, infrastructure in turmoil, change their minds so that the world can have peace and go back to where it was. I also prayed that this country, particularly its leaders, all of us in the political class, understand and appreciate that our political competition should never be enmity. It should just be but competition. Because when we finish competing, we have a country to look after. And in that, I salute our former Prime Minister, an ardent Arsenal fan like myself,
the Right Honorable Raila Amolo Odinga, who at every time at the end of the contest appreciated that Kenya was greater than the contestants, and came together with President Kibaki, with President Uhuru, with President Ruto, to further the interests of the unity and development of our country. Na umore gwe kiama kiria gia ODM na baigo mo seneta gwe county ya Siaya Oburu Odinga oyinere ko netas chinseme chioni gobono aga ndichi ko kubwatibwa bunenchira yemeyo gukora siasa chire chingiya Oburu nigara kanete ko aboria abana siasa gukora siasa chomorembe na gotigo obisa gwe siasa na kubwatana na gukora ega siamo esaro tumo gwekano omumuro mwabo nyagose Raila Amolo Odinga bunarenge umubwatani omuya omuntu bonchito morembe no nyekero siasa cyo chikokorekana nigakabwatanira yamo na gochamo iri tomorembe gati ya Bakenya. Oburu nigana gatibuna nige kiama gya ODM kigojikondra kobera ime serikali area ya broad based government wika chikoya chewoka ogocha. I must say that this word reconciliation and love is pertinent in our country, because if we don't reconcile, if we don't take political competition as a brotherly exercise enshrined in our own constitution, we just compete as brothers and sisters. We are not enemies. Don't make political competition enmity. It is not enmity. That is why President Ruto was the opponent of my brother in the last elections. I never ever dreamt that I will ever sit down with him across the table, because I believed, maybe wrongly, that he stole our elections. But today we are together in a broad-based government. We are working together. And I'm saying the vision which my brother had and we came together in the broad-based government is going to continue, even though some people are pulling me forth, back, and right. But I am steady. We are together, and we want our country to be peaceful. And those who think otherwise, they are there. They are our friends. They are our brothers. They are our sisters. We are going to be together as a country, and we want to remain intact as a country. We don't want war. We don't want conflicts in our country. Let us go for free, fair to competition in the next elections in 2027, and let the best person win. Let everybody compete and let the person win and become and even if you become president, don't oppress others. Don't take them to prison like Rwakasisi was there for 24 years. Don't take anybody to prison. We are past that, and we want to continue to be a peaceful country so that we can develop our country in the interest of our people. And with those few words, I want to say that God is always the best. Where you reconcile, you get consolation, and me, I'm surrounded by people who are saved, so I'm protected by God. My wife in Kisumu is also born again, and she's always praying for me. My wife here, who has prayed, is also born again. So I'm well protected, even though you think age is but numbers. Age is just numbers. So I'm quite okay. Wanchu mwelia baraibande abube yegete na guitasa nseme yo na mono mugabana abwe county ya Kirinyaga uchi gukwore tamu ya myaka 10 Anne Waiguru na baigo mugabana abwe county ya Garissa Hamed Abdullahi na baigo omugosomo na chibi no monene Emada Kome asoso wa mabonsi ibaganiri omorembe gwikiranibwa asibaganiriye ganga yo gochamo na koretense ya Kenya amo sense moyaye nigo Waiguru abataka gusoma na gochaka neke bungo kurwese buku na baigo Abdullahi Mohamed akarwe ganga yo koreto morembe asemada Kome abete kobaga kugania ense yonsi gochamo asobomo amonobuya abwense ya samatukare mutwe. The scripture reading this morning is from Luke chapter 15,
And it just demonstrates the effort, deliberate effort that God makes to seek those who stray away from him. Luke 15, verse 1 to 10, and I will read from the New King James Version, the parable of the lost sheep. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and the scribes complained, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he spoke this parable to them, saying, "What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost.' I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Or what woman," the parable of the lost coin, "or what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, 'Rejoice with me, for I have found the piece which I lost.' Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents." This is the word of the Lord. Since my growing up as a kid, we have always prided ourselves as a country, as a sea of peace, as an island of peace rather, in a sea of turmoil. Those who were here before us did their bit. They had their challenges, did their bit to keep Kenya together. I lead a county that borders Somalia. And for 40 years, Somalia cannot piece back together to have a working central government. At times, in seeking power, as we all try to do, we forget that we're doing it to govern, not to destroy. Because if we destroy, there'll be nothing and no one to govern. I pray that Kenya remains an island of peace, much as I pray for peace for our neighbors. On behalf of the Judiciary of Kenya, I really want to congratulate the Speakers of Parliament for hosting this 23rd Prayer Breakfast edition and confirm that it is a good thing that we keep it as a practice, as a tradition, as a custom to bring the nation together, to pray to God, to seek forgiveness, to seek reconciliation, and to give thanks for thus far God Almighty has brought us as a country. Na
to tigana na yo mwancho mugiriria ningo bono moriki obotambe ase wizariri yobo chenu aigemense ya Kenya Dr. Ouma Olunga abereko bakagwe stopya no gukwana bere chinkuma iguru chiborera bwebara na abuna abaroire baria abense ya America babwate binyinyi bya Ebra ime yense ya DRC Congo nigo bonete koretwa gochemense ya Kenya asaba chikubekwa quarantine na gochia konyara kubweni bwaro wikaba bereko abakobwena gukwana nigo hatebire buna ense ya Kenya ningebwate chilabo na boigo chi isolation center chire chibirengo bigoro mono nambatekana nekerango kigose kubwatikana anubuya bwere bya kwemiri guse kemiri kerite netamangana ayo kumanya ibinyinyi au imense ya Kenya nigene kiribunense ya Kenya nigere yobunyabansi abane osora ngorwa East Africa rugima na nigo obono here asagia koreta boroire bande bonsi niko babwenya ya niga gocha mayaga yagotebekana buna aboroire hebe diabare abense ya America banyere binyinyi boroire wa Ebola imense ya DRC Congo asabo bantu bange sana bagente gusiria magimabo nigo bawukoreto ikemense ya Kenya iri kurgereribwa koringoribwa na kobekwa sensemeria isolation gose quarantine wekabere koba abakobwena turarango chinkwana chia Dr. Ouma Olunga. So far we are dealing with an international public health outbreak for Ebola that is in DRC and as you note, we as Kenyans have a very strong healthcare response system. We are also very strong when it comes to case management in terms of infectious diseases in general. And when we talk about case management, we mean hospital preparedness. We have the highest isolation capacity in the entire country, most of it that have also been built over COVID. And when it comes to infectious diseases, as an expert and a professional, I think many healthcare professionals all over the world will confirm to you that the protocol is nearly the same. It's about protection of the health worker. It's about protection against what we call infectious prevention and control in terms of the spread. And it is about ensuring that we mobilize to support the patients and treat them. And so far, 2,200 healthcare workers have been trained. But you also know that Kenya has been at the forefront of international response. In 2015, the country that was relied upon by the world to send 157 experts to help Sierra Leone contain and tackle Ebola from 2014 all the way to 2016. I have even been privileged to be part of the health experts that were in DRC and Rwanda border in 2013, and we were more than 90 of us. All of these are health workforce capacity that no other region, no other country has. And so one of the things we want to ensure the country is that we are capable of what we call case management. The other thing is about laboratory. KEMRI is the fourth most prepared laboratory in the entire world when it comes to infectious diseases. As a matter of fact, even the countries that are having outbreaks, when West Africa had the first Ebola outbreak, when there was no vaccine or treatment for the other strains, just like right now there is a new strain that has no vaccine and has no treatment. It is laboratories like KEMRI where they were bringing samples. Right now, I can tell you without a doubt that countries in our neighboring region are actually relying on KEMRI as a reference laboratory to send their samples to confirm these cases of Ebola. So we are in a very good space when it comes to laboratory strength. We also have key logistical advantage. As you know, we have a last mile distribution from KEMSA. We also have other mechanisms of distribution. That is why we are relied upon even by the international community. The World Health Organization, the UN body that is in charge of health, currently is setting up a logistics center here in Kenya. The Africa CDC has also identified Kenya as the vantage place from where they can do all the logistical arrangements for the entire continent. Kenyan government continues to protect the Kenyans. But as we continue to protect the Kenyans, we cannot abdicate our obligation and our duty in global health security. This is what we have been known for decades. That is why Kenya is the place where we've done malaria research. This is why Kenya is the place where more than 100 countries send cases, polio, for testing. That is why Kenya is the country that is relied upon when there is
problems such as COVID-19, we had hundreds of international patients coming to Kenya. And just like we also may send some of our patients, including, for example, cancer patients, to other countries, you know, this is our expertise. So this is the time to show up. This is like a marathon has been called in London. Do you say that you're not going to send Kenyans there? This is our expertise. And so from that perspective, we are very confident as a country and as a government that number one responsibility is to protect the Kenyan. But as we protect the Kenyan, we can also extend this expertise, we can also extend this experience in the broader global health security response and assist the region, because outbreaks do not care about borders. They do not care about opinions. And you cannot close yourself and say that, oh, you know us, we are good, we are Kenya, we will protect our borders, and then just forget about it, you know. And if we are to really look at our contribution to One Health, this is the time for Kenya to stand up. And so far, I want to confirm that we do not have any single case of Ebola. That means that there are things that have been done. The fact that we have screened 55,000 people means that we have the capacity to test. Other countries are relying on us on that capacity to test. We have not seen any health professional that is concerned or that is panicking, meaning that they are assured of the confidence that the country has. We have a number of Kenyans who were in Sierra Leone, including our very good friend, the chairman of the Kenya Union of Clinical Officers, Peterson Wachira. He can say this for himself, among many people who were in Sierra Leone. And none of them, first of all, got infected in the 2 years. None of the Kenyan health workers, we lost them, and now they are in country. So in fact, some of them have reached out to us, telling us that we are ready. We have deployed a number of them in our isolation center in KNH, in isolation center in Alupe. We also have a number of other isolation centers that we built during COVID at the county governments. And some of them are also helping us with the public health emergency operation centers that we have at the national level, and also the ones that we have at the county level, 15 of them. So we want to thank our healthcare workers for this strong show of response and a strong show of readiness to respond to any case. Mwanchumwiriye jine nkwana ya Dr. Ouma Oluga oyore morikyo mane hasa mangana ye wizara wachenu emergency ya Kenya sakwanere guru iboro yerebwa ebara hanene bogente kona alliance meri ya DRC asaba ntabange bandrete gusiria magima bese bono nga habalia aba America balia abarense ya DRC bali banyorero boro burigo bawo chikoreto quarantine bense ya Kenya wikabona igana ngite ko boringe nere bujya aba America bali barense ya DRC Congo na bari babwatene bunde nyinyi byo yerebwa ebara koretwa agoika imeyense ya Kenya iri guchikobe kwa sesema ya quarantine kuligirire bogoika babwenire nere bujya aba America bali barime yense ya DRC Congo nende babwatire binyinyi byo boroire bwa ebora koreto wikemese ya Kenya kobe quarantine esabara aligirire na kulingori bogoika babwende nabo kuri birengeri byao gwetera se namba ya iterese skinyo mwanche mulia nabo igona bo kuri birengeri byose metanda yeto ya Facebook kwa Soko TV nyarko baginke bisome ya mase ya mokuru asigete seni kikiao kyabene gien Soko TV mu rubinetro bini togana takomorekera hamangana ao imeyense ya Kenya togos kamoto mwanche mulia lingobono mabunge bwensemo ya usensemo yebunge ya Subanot Emily Mabona Odhiambo na baigoma bunge bwensemo ye sensemo yebunge ya Kiharu Omoskeni Nyoro na baigoma bunge bwensemo yebunge ya Kikuyu Kimani Ichungwa bona bonsi nigo bare teliberera ase ebunge na imeyense ya Kenya go muchere Nairobi ase kilomonto agatemete kwegerera ensemo yege siasa eria konyara ko bakago togyante tengotamuki ngukinsemo chebunge ne urarigeria chinkwa na chia Emily Mabona Odhiambo mubunge ho Kiharu Nyoro na baigoma bunge bwensemo ya Kikuyu Kimani Ichungwa. I will be quiet out of courtesy. And Mr. Speaker, you can even see on our side, because we are not used to this kind of things. So even when we are supporting President Ruto, we go, we support Ruto, we support Ruto. Why are we fighting when we are supporting President Ruto? Just say I support President Ruto. Don't fight that you are supporting President. Until like one day, yesterday, I think I had one of our leaders saying, we are going for war. And I'm like, who are we fighting?
we are fighting Uhuru Kenyatta, who is not vying as president. We are fighting Rigathi Gachagua, who is rudderless. He doesn't know where he's coming from, where he's going, because he has not even been clear, but we are busy fighting him. So that confusion is all around, especially in our party. So sometimes let some of us who've been here a long time relax and support quietly the way we do. So even if Honorable Ndindi Nyoro... Let's see, Honorable Ndindi, now that you... Honorable Speaker, I respect Honorable Mary Mabona a lot. But I think it's not a very good trade that this House will keep on attacking people who are defenseless in this House. They are not here. I think even in our references of jokes, we may use the people who are there to defend themselves so that we be fair to everyone. Great Mill, you may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Actually, I didn't actually, yes, please inform me. Now this is part of broad-based. Millie, do you want to be informed? Yes, I want to be informed. Proceed, Leader. Thank you, Honorable Speaker. I wanted to inform the Honorable Millie that I was keenly listening to her. And she has not attacked anybody. In fact, she has only advised others. Yes. And you know, I don't know why people get jittery when they are advised. I have heard others, Honorable Speaker, in the recent few days, saying that, oh, Uhuru has since retired, but retirement should not mean that he's dumb, he cannot speak. But nobody has told Uhuru that he can't speak. Uhuru has every right to speak as the 4th President of the Republic of Kenya. What people have a problem with is a former president undermining another sitting president, and more so, attempting to use a community as his shield when he's doing what he's doing in undermining an administration. But we want the former president to speak. In fact, I'll be very happy to hear the former president speak and tell us what was happening in River Yala when bodies were being fished out of River Yala. I would want the former president, President Uhuru Kenyatta, to speak and tell us what was happening when our economy was captured and subsidies drained the entire economy, when we drained our foreign reserves to almost below $6 billion, Honorable Speaker. I would really want him to speak, and I want him to speak. So let us not be very quick to run to the defense of people who we want to speak, because there are things we want to hear them say. When bodies were being fished out of River Tana, when 2 young Indians who were working for William Ruto were brutally murdered at Nairobi police headquarters here, and their bodies dumped in their badayas, I would want to hear what the 4th president has to say on how those 2 young Indians lost their lives. We want Uhuru Kenyatta to speak. Therefore, Millie, I was just informing you that you have every right to ask people to speak. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Millie. Speaker. Mr. Speaker, I hope that I'll be given time because information... No, proceed. Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I just want to thank Honorable Ichung'wah for his parliamentary and political skills, because he's purporting to inform me when he has actually informed Honorable Ndindi Nyoro. And I hope he has become very, very educated. Mr. Speaker said I support this bill. Let me go to the core of this matter. I know Parliament is very interesting at this time, and I can say that actually Honorable Ndindi Nyoro is doing excellent in opposition. And he was telling me quietly, Millie, I learned from you, and you are a good student. You are doing excellent in opposition. I'm of course still struggling on your side. I'll get there, but I'm still struggling. But you are doing well in opposition. Mr. Speaker, I wish to support this bill. And Honorable Kimani Ichung'wah has explained it very, very well. So I don't even need to go in. Mwancho mwegerelia chine chinkwana charinge sebunganane gati ya Millie Mabona Odhiambo omusikeni Nyoro nabayigo mubunge bwensemo ya Kikuyu Kimani Ichung'wah abakurutana chi mangana matindi sana
korege rikwane nga hense ya Kenya na bera chetware siasa chile chinkongo kianda gikomi anabo si obochori obonene bo mwaka wichi bibe 2025 ebe chiri mutu asebonega siasa chigende kubwata nse kabisa chinze chige siasa niko chigendete kurborwa na niko chigendete kubwata nse kianda gikomi mwanche mwere niko togo chikirimo tumokoma ke kwene kana tore sense mo ya kabire togo chikutwara bagene baito gege studio mwanche mwere to kwanira mange na igoro ya siasa chinse ya Kenya ichiri wikera bonega ngayigo sense ya siasa tunene kwikira bonega amangana ayoborendi abereko bagakorekana ko yenga abantu bereko bagusira tolere abamolisi akagoitwa tolere abana bagusira ana abana banyaruka abande bagotoka basirete magimabo abande batibonge abande mbanya gotoka akiyabwange gatware skuru ya utumishi kabage gusambwa no murero ne nkirete makagusambwa makatokwe ne kiwanga igo ikiburi kyabe kiri kuru isiko bana bari mbanya ariko mbare kunyara gosoka na gutama ngayi ibirengo bitu by'uburendi bire egoika abonega birengo y'abakenya bugimani go bwene tagokonga magori igari igoro na nyini igo kana kera magori yari igoro niga togwa kana ebangerene amaminche wakane bangerene e budget yenyigo cyerwa so mwase metiye nyugo cyaiga na nigo nende yabe kirunga nyigo chikobene mwana na asinende mu Kenya uchikorrekana ko bekuru musigonde wo komenta ebirengo bibango kubwa biri byabonega bagwakana na nigo hasegati yabareba yenda tagwe soke na batabanga reject finance bill ingagati y'abakenya bateringa baguchigwa soke na korobekana kunyigikeria na kunyikana finance bill yeyo nigo ngati ya Lionsi agenda tokorekana nandi gotochikaransa gukwana bageni bane igoro yensa ya Kenya esitene nego ika abonega nado chikulingoria nakora hamangana mangi kwende barega mwachi muri bwenda takurika message simbi ya mono na nere kebene ingamba nyara ko baginko benyora nako basaba buna barikira message yaba kera nakuboria ngane ino nga kioroche egetambokero ge serikali ya Kenya gwanchira abose gwanchira aba menyi bense ya USA gose aba USA bari meyense ya DRC Congo ne babwatire nibune ebinyinyi byebara koretwa gocha senseme ya quarantine meyense ya Kenya nga kihobwate utengele byawe igoro yengane yo yokoreta abayiburo bense ya USA bari meyense ya DRC goche meyense ya Kenya bari babwate burore bwa Ebola asengencho area ya quarantine nyorango burore bwa Ebola burore bwo kwambokera hagwetera asemba nabakuri kali ukose na mbere gabwe studio yaito screen abayigona bako turikere semetanda yaito anano mutando audio Facebook na inchebe kingo soma message yao yema asa mema mbia bone go moncho mweli akoro kwa nere Diana Nyaboga agotabanga kama kawaida aniko ndani mbia mono Diana Nyaboga so kwendera ko bayimu mu rubiri rw'etrobini mambia boneka agotabanga akoro kwa mura Veronica Matino wachire kawaida kama kawa no ali mu rubiri mbia mono Veronica Matino asoka mu rubiri mambia boneka mamake Ruth from Amariba watching live and following in Dan pamoja mbia mono mamake Ruth ko chinsa mwachie Amariba agotabanga akoro kwa nere Jared Abuga Agika agotabanga agashie kortiza mu cyagashie mu county area Kiambu agotabanga well good morning and I'm represented in mbia mono chinseme kuru cyagashie Jared Abuga Agika kwani abantu bansi be chinseme cyagashie karo cyekire chinse sana igoro ye chinse gose igoro gatone esemambi yabone gatogana to kwana kumurekera mange yetrobini ana yage siasa nali ande to korekana to chiko kwandra mange igoro yeborendi nabego to kwandinse ya Kenya uchumiense ya Kenya ko ngakubirango bibugima na abagendi bane bari bawo chiko chime studio chinza chinde chonsi kurubone ko nese wonega ngwere mutumo ko mosini nginkwana to chikugendera netrobini asencherere ya bene to maso goske kegere trobini nigendera to kumureka chinse mo chonsi emambi yabone. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Umrena nabari bechinguru Erikwe manyabona wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Ine asama kiaya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obogima bwakirari tuko bwomogusi Nigo bwale gosirwa nobolemi Rikomera, riburga, risamura Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire
ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Mwancho murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obukatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili korkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso sesemi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Bona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwekeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso gweka ikomi chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri gochoga choga ya rumba naboigo ntokwe babasai aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tomerane kila litikolia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM ine asama kia ya mbireo seino mbireo asa
asama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera rituko omocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso ogwomogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez omokubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gensoko TV tochikumirana ikera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya. Mrna nabalibe chinguru ilikuwa manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga ekiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera rituko omocha Mwanchumurigaria Gensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Gensoko TV gochiko komanya onsi eyama seyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ebagoteba ngo gose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Gensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abu astraka ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tukurwa
ayankira rituko rye sabato rya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu nende mwancho mwili mambia boniga miegete senikio kya bene Nensoko TV kideka 12 cha etire igoro yechinsa isano chabana mambia tokana tiri mu Petro bini na litwalire to chikukwanira hamangana ayaringetense ya Kenya ngai kira boniga ense ya Kenya eteneine kirombwate abagani bane baikirime studio gaiga na iga bachokwana ya masa yamo ase munu abo wegachinde tuchikunyara kugendera guchimotwe tuchikorigeria mange ayo ntokarekana emense ya Kenya abana abaisike besku ya utumishi kaboniga igo bare abaisike 15 babere batano mo 16 bari bagosiria magima abo senje bututoka no mega yo moromo tindi go sambe skuru yungatiye toko chiko kwandra na kurigereria igoro yebitabo byo borende mense ya Kenya toko tebe somonu bwege so the state of the security of the nation ese ngo chiko kwa lete mega iganende toko chiko tume komono anene obwedia bwege so go sekenya morero inde to chiko nyara gwikirania chinkwana emambi yabonega kurwa assist today to ya masa yamo totarachi go siri chingaki naanza na wewe jiko umelewa ukisema umeanza kuelewa kidogo. Karibu sana, unaweza angalia kamera yako pale na ujijulishe jina. Leo sikutambulisha hata kidogo. Asante sana. Kwa majina naitwa Isaac Otieno. Kwa majina naitwa Isaac Otieno. Kiongozi wa vijana hapa Nairobi. Na leo niko na cheo ingine tofauti. Ngani? Si katibu mkuu tena. Mimi sasa ndio chairman wa bunge la mwananchi. Kamiti kuu ambayo inatengeneza uchaguzi. Yeah. Mnaelekea uchaguzi wa bunge la mwananchi. Yeah. So you are the chair of the committee yenye inaenda not committee ya uchaguzi but caretaker. The caretaker government now. I'm the president now. of the caretaker. Yeah. At the same time you are an aspiring MCA. Yeah, at the same times mimi ni aspiring MCA Embakasi East na bado mimi ni president wa Mwangaza Mashinani organization. Yeah. Hizo mingi unatobanga aje na hizo organization zote. Na pia unaenda kampeni aje ground. Organization ni kitu ambaye if you are a founder ya kitu unachia watu wengine wanafanya kazi, wewe unatafuta venye funds zinaweza kuja na ifanye kazi fanyike. Yeah. Na hiyo haizuii sisi kwenda ground. Ground tunaenda vizuri sana. Yeah. Na mnapiga campaign. Na tunapiga campaign tukitangaza one term. Yeah. My good brother from the other side. Thank you very much for this opportunity. Mimi nimeitwa Kiprono Kutuni. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, a fourth year student studying economics na pia aspirant ama mbunge mtarajiwa eneo bunge la Keses kule Uasin Gishu County kule Rift Valley, na nimefurahi sana kufika hapa ili tuweze kuchambua mambo na kuhubiri ile injili ya two term. Mwenzangu hapa nafikiria tukimaliza hii mjadala atakuwa at least amebadilika. Yeah, asante sana. Kabla nikuulize juu ya injili yako ya two term. Yes. Tuliweza kupata msiba mbaya sana ambao umekuwa ukitokea. Kabisa. Na labda neno moja kwako juu ya kupata kwa wasichana wa shule ya kabisa utumishi. Kwanza kabisa wacha ni tume pole sangu na sa kwetu nyumbani kwa wale wanafunzi na pia familia ambazo walipoteza wanafunzi kule katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi kule Nakuru.
tunasema kwamba Mungu awalinde, Mungu awabariki, Mungu awaremishe na Mungu awape nguvu wakati huu wa changa hilo. Na ningependa sana kama a patriot citizen of this country, ningependa kuomba wale viongozi wasiche wakafanya siasa kwa maneno haya, kwa sababu hii ni changa ambayo limetokea, familia zinalia, na tusije tukatoa zile blame games. Yale yamefanyika. Tuone tutafanya nini ili kuwasitiri wale familia na pia kuwapa nguvu, na pia wale wanafunzi ambao wako kwa hospitali wapate nafuu. Hayo ni yangu. Asante, shukrani sana Kiprono. Isaac, labda neno moja kuhusu janga ambalo lilitokea usiku wa kuamkia jana. Na tuma risala zangu za rambirambi na chini ya bunge la mwananchi, na on behalf of bunge la mwananchi, natuma risala zetu kwa wazazi ambao wamepoteza watoto wao. Tunawaambia pole, na tunaomba serikali ijaribu tafute haraka chanzo ya hiyo moto, sababu maneno ya moto kwa mashule saa hii imekawia sana. Hatujui kwa nini imeanza tena, na umejua wakati wa ikianza hivi utasikia tena next week kuna ingine hivyo huwa inaanza moja na so tunaambia government at least iangalie na istopishe hii maneno kabisa tena, isirudiwe tena, sababu kupoteza watoto 16 ni mbaya sana kwa shule moja. Na wale wako hali mahututi pia ni wengi. Si jambo mzuri hata katika nchi, si kwa wazazi peke yake, lakini katika nchi mzima. Tunawaambia pole. Shukrani sana. Kiprono, narudi kwako kabla nirudi kwake Isaac. Wewe umetaja kuhusu tutam. Na labda jana kulikuwa na maombi ya taifa mzima pale Safari Park ambapo hufanyika kila mwaka kama ishara. Viongozi wamekuwa wakishtumiwa sana. Viongozi wote walikuwa pale. Kulikuwa na speaker wa bunge kuu ambaye ni ana nguvu, the most special third person in Kenya after the deputy president. Kulikuwa na magavana wenye tajriba, Waiguru na wote, na walitoa kila mtu walitoa maoni yao, na hakuna mtu alisikika akitoa risala za rambirambi, ila tu Ruto ambaye ni rais wa taifa, na alizitoa kwa mwisho kabisa akimalizia, na hata kulingana na watu wengine zilikuwa ambazo yani alizipitia tu, just mentioned bila kujua kwamba kulikuwa na janga ambalo linaendelea, na amekuwa akikashifiwa sana. Jambo hili limekuwa kishafiwa sana. Labda maoni yako ni yapi? Kwanza kabisa mimi pia nilikuwa nimehudhuria sherehe hizo za maombi. Breakfast ilifanyika kule Safari Park, na kama Kenya kweli tuko na ile maono, na tuko na ile sababu ya kusema kwamba lazima tufanye maombi, kwa sababu Mungu ametutoa mbali, na hivyo lazima turudishe shukrani. Kwa kauli yako umesema kwamba wale viongozi waliongea pale, lakini hakuna hata mmoja ambaye aliweza kunena yale mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kule utumishi. Lakini kwa ile itikadi za serikali ni kwamba pale ile ni news ambayo ilikuwa ni breaking news, ni news ambayo inahusu taifa, na hivyo kwamba kulikuwa na ile statistics ambayo zilikuwa bado zinaendelea. So hakuna mtu ambaye angekimbilia pale aseme kumetokea, la sivyo ingefaa ikuwe rais mwenyewe ndivyo atakayetangaza ya kwamba kuna watoto ambao wameumia pale, kwa sababu nakumbuka at that time tulikuwa tumepata ripoti ya kwamba shule imeungua kule utumishi, na kuna watoto ambao hatujui ni wangapi ambao wameaga dunia, na kuna pia wale watoto ambao wameumia, lakini ripoti kamili kutoka kwa Wizara ya Elimu, kwa sababu kila kitu kifanyika nchi tuko na ile wizara ambazo zinahusika. Wizara ya Interior ilikuwa inahusika pale na Wizara ya Elimu. So kila mtu angekuwa anatoa ile maoni, ile rambirambi pale. Ilikuwa ni nafasi ya Rais William Ruto kuongea pale, alafu baadaye pale waziri akafika pale, na pia waziri wa elimu wakafika pale baada ya kupata ile statistics, ndio wakampea rais, ndio rais akasema ya kwamba hili na hili limefanyika, na yakatuma pole zake. Lakini nafikiria pia ukienda kwa mtandao pale, unajua sometimes let us not politicize everything. Tusione kitu ni kwamba watu waliashumu. Ukienda kwa mitandao za wale wanasiasa, utapata ya kwamba wengi wao
walitoa rambirambi sawa. Hata baada ya hiyo breakfast kule nje, wengi wao waliingia kwa media, wengi wao waliingia kwa ile ma TV stations wakisema kwamba pole kwa wale wasasi, pole kwa ile familia ambazo wamepoteza wale wanafunzi, na pia wakasema kwamba hope serikali itafanya ile ambayo inaweza, na kwa kweli tuliona serikali ilifika pale ikatoa ile uwezo ambayo iko nayo, na wale wanafunzi ambao walikuwa wameumia wamehudumiwa pale hospitalini, wale ambao wamepoteza maisha pia wamepata kuwekwa mahali inahitajika pale. So nafikiria ni kitu ambayo ilikuwa rais aitangaze, kwa sababu ni changa, watoto 16 si rahisi hivyo, si kitu ja kawaida. Lazima ile ni changa ambalo lilikuwa linakumba taifa, na hivyo ndivyo mambo yalikuwa. Isaac, sijui kama unakubaliana na matamshi yake Kitun Kiprono kwamba ni rais pekee yake anafaa kutangaza. Kunaye naibu wa rais Abraham Kithure Kindiki ambaye ana nguvu zake kivyake, tunaye speaker wa bunge kuu Moses Wetangula. Kwani kuna protocol ambayo inafaa kufuatwa kwa kusema kuwatakia heart of condolence to the families zenye wamepoteza watoto wao? Kuna structure ambayo inafaa kufuatwa? Ndugu yangu, janga haina protocol. Janga haina protocol. Umejua hii serikali, hata unasikia ndugu yangu hapa kujaribu tu ili vitu ziingiane. Ni ngumu. Wacha nikuambie, wakati wa Uhuru Kenyatta, janga yoyote ikitokea, natoa tu example, ulikuwa unaona mtu yote anaweza toa habari ya risala za rambirambi. Ndio baadaye president akishapata kila kitu anaita press, ndiye anasoma kila kitu. But hii ya UDA, unaona hata last time wakati watu walichomekewa hapa kwa kijiji kingine hapa, hakuna kitu yote rais alisema. So hii ni kawaida yao. Hii ni kawaida ya hii serikali. Kama we ni leader, mimi nilikuwa naona wakati wa Uhuru Kenyatta, leader yote angetoa risala yake mali popote yako, si ati anafuata protocol ya kwamba lazima rais aongee kwanza. Rais ndio inafaa aongee wa mwisho kama ameshapewa kila kitu ambaye venye vitu ziko. Lakini risala za rambirambi hata yeye bado anaweza toa akisema nawaambia pole, lakini bado tunangojea habari kamili. Umejua hiyo inapatia mtu morali ya kusema yenyewe watu wako na sisi. Lakini bila hiyo unapata rais anaongea hiyo kitu dakika ya mwisho akitaka kutoka kwa stage. Mimi kitu nilisikia rais aliongea jana ni tax ya watu wa Arsenal. Hiyo ndiyo aliweka mbele. Ulisikia akiongea? Ulikuwa aliongea hivyo? Nilikuweko pale. Aliongea tax. Aliongea ati kuna rafiki yake mkuu alimtumia message ya kwamba anafikiria venye atatax watu wa Arsenal. Venye watu wa Arsenal wanapiga kelele ati Arsenal imeshinda. So kama rais anaweza ongea hiyo na janga kubwa ambayo imefanyika katika nchi yake aongei, ile nakwambia tunayo leaders. We don't have leaders. Yeah, we don't have leaders. We have jokers. Kiprono. Yes, sir. Kabla ya janga la jana kumekuwa na maswali mengi kuhusu the structure and the state of the security of the nation. Kutoka nyuma labda tu nikutajie some two instances. Kuna mhubiri mmoja, si ndio? Aliyetakiwa kwake akauliwa kwa njia ya unyama. Watoto wasichana, watoto wanaendelea kupotea sana, wasichana. Wanapatikana, wengine hawajapatikana, na wakiwa wamepatikana wamedhulumiwa, wamerejisiwa na wameuliwa vibaya. Yuzi tu pale Kilifi rais mwenyewe aliweza kuvamiwa na security systems ambayo mtu anatoka hadi anamuhag. Na alikuwa na Biblia, na huenda ikawa kama angekuwa na weapon
tunasema kwamba angeweza kumdhuru rais wetu. Si mara ya kwanza rais amevamiwa. Ni mara moja ama mbili. Aidha kwa nia mzuri ya kwenda kumsalimia rais, lakini hafai kufikiwa kwa namna kama ile mbele ya umma. What's the state of the security system hasa wakati Onesmus hako kwenye darubini? Okay, asante sana. Kwanza nikianza na ile ya rais kwa attack kule Kilifi. Sidhani kama yule kijana alikuwa na nia mbaya, lakini kwa sababu lazima tuelewe. Unajua sisi vijana ambao wadogo tumekuwa tu tukikimbia, without kuelewa nini inaendelea. Ya kwanza lazima watu waelewe kwamba hii nchi tuko na ile state properties 4. Tuko na bendera ya Kenya, tuko na national anthem, tuko na public sea na tuko na presidency. President William Ruto, ingawa watu wengi wanasema huenda yuko na yeye kimawazo ama kiideolojia, lakini pia yule ni rais wa nchi. Kitu ikiweza fanyikia kiongozi wa nchi, basi shida na vita itatokea Kenya. So mimi ningehimiza wale ambao wanahusika na ile ulinzi ya rais, at least wafanye ile inaitwa recap, na at least rais atunzwe vizuri, na pia wananchi tukue na heshima pale. Kama rais anaongea pale, tunaweza kumpata rais kwa njia mingi. Tunaweza kumpata rais kwa kuandika mabarua zetu, tunaweza mpata rais kwa kwenda kwa maofisi, lakini tusiwe ni watu ambao tunaweza cause commotion penye watu wengi wako. Ukiongelea maana ya state of the security of the country, kwanza mimi na agree ya kwamba kuna shida kidogo. Tumeona changa ya watoto ambao wanapotea, human trafficking ambayo inaendelea, na tumeona pia watu ambao wanauawa. Tumeona pia wale watu wa one term wameanza kuchoma mtu ambaye anasema 2 term. So hapa tuko na shida kidogo, lakini ukikombea ile security ya waziri wa Matiang'i na waziri Murkomen, ni kwamba waziri Matiang'i at that time alikuwa anaficha mambo mengi hayakuwa yanatokea, lakini ukiona kwa sasa mambo mengi tunayapata kwa mtandao. Ile wakati tulipata kwamba kuna vijana ambao walitupwa Rivayala, hatukujua ni wangapi, lakini sasa tunapata facts. Watu wengi walipotea wakati wa Uhuru. Watu wengi walipotea wakati Matiang'i akiwa kiongozi wa wizara ya ulinzi pale, lakini hatukuwa tunaelewa watu wanaenda hapo. Watu walikuwa ni disappear. I remember even in Elgeyo Marakwet kule, bandits walikuwa wametuua sana, lakini tukiongea kwa sasa ile bandits imereduce. Hapa jijini Nairobi, mimi nikiwa hapo second year, waziri Matiang'i alikuwa kiongozi wa interior, na hapa shule terrorism ilikuwa kila mahali, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anaongea. Lakini kwa sababu sasa ni yule Murkomen hako pale, na unajua kuna watu ambao wanamuona ni kama ni kijana mdogo, wanamuona ambaye ni kijana ambaye hawezi kazi. Sasa the problem ambayo Murkomen hako nayo ni kwamba watu wanasema ni kijana mdogo. Watu ambao wanasema ni kijana ambaye anapenda sherehe. Lakini sidhani ukicompare unaona ya kwamba kuna facts pale. Tumeona serikali inajaribu kukimbia kupata ni nani ambaye anaiba watoto. Juzi tumeona kule Kithurai msichana mmoja amekuwa apprehended, ni msichana mdogo. Lakini amesema ya kwamba kuna watu ambao wanamtumia, na hivyo tumewachia wizara ya usalama at least tupee ni nani huyu anafanya mambo hii. So inamaanisha kwamba serikali inafanya kazi kwa sababu imepata wale ambao wanafanya hii kitendo. Umetaja ujue mauaji ya Yala na mengine. Kuna mauaji yalifanyika Kware. Mili ya watu kadhaa. Kware, ilikuwa serikali ya Rais Ruto. No, kidogo tu. Ilikuwa serikali ya Rais William Ruto. Kuna watu hawashikiwa walioshikwa. Wakafungua kituo cha polisi cha Gigiri ambayo iko kando na embassy of the America. Ya United States, A very gallant place in the country Kenya. Na wakatoroka hawajaipata. Umezungumzia hilo? Hapo kuna utepetevu na hakubali. Lakini lazima pia tuone ni nini ambacho kilipelekea hivyo. Mimi nakumbuka ilikuwa waziri ambaye alikuwa at that time ni waziri Professor Kithure Kindiki. Tumepewa chanzo cha wale watu kuuawa. Tulipewa chanzo ya watu kuuawa. Tulipewa chanzo. Chanzo chake kingekuwa kitolewa katika hii bill hii ilikuwa inasomwa hii mwezi uliopita, ya agreement ilikuwaje? Ni 10 point agenda. Uliona kitu kama hiyo mali? 10 point agenda. But sasa 10 point agenda pia ndugu yangu pia alikuwa anaongoza 10 point. So lazima yeye ndio anafaa kutuambia kufikisha wapi. Kwake narudi. Mimi unajua mimi sasa kama Mkenya, mimi nategemea ile security agencies. Kidogo wacha nimalizie. Unajua nyinyi mnajaribu kunisukuma kwa kuuliza, lakini mimi niko neutral, mimi nakuuliza. Naelewa lakini mimi nataka tuone na tufanye hivi. Wakati huo waziri wa usalama alikuwa Professor Kithure Kindiki. Na mimi nakumbuka ilikuwa the first times
ilikuwa ile mwanzo ya serikali ya William Ruto. Wale watu ambao walitolewa pale, inaonekana ya kwamba au hakuwa watu wachache, walikuwa watu wengi. Inaonekana ya kwamba hiyo kitendo imekuwa ikifanyika. So ule wakati wa serikali iliyopita. So hiyo inamaanisha kuna alafu pia nataka ukumbuke hii. Kuna ile scandal ya kule Kilifi, huyu Mackenzie kule Shakahola. Hiyo inamaanisha ni ile serikali. Lakini kuanzia William Ruto ashike usukani, tumeona maisha ya Kenya imekuwa ikiwekwa kibaumbele sana. Mimi nataka unipe incident moja ambayo Wakenya wamepatikana wameuawa kwa kikundi kimoja hapo na hatujapata ripoti. Narudi kwako, uniambie vile maisha wa Kenya wamesaidiwa sana na labda uko na njia mzuri ya kuonyesha kwamba Wakenya wameanza kusaidika. Wale Wakenya ambao wanalalamika kila wakati saa hizi ambao tukusikia wakilalamika wakati Uhuru Kenyatta. Aidha kuna neno. Amesema vizuri Wakenya wanalindwa vizuri. Nimekubali. Wakenya wanalindwa vizuri kupigwa risasi hapa Parliament Building. Wakenya wanalindwa vizuri kupigwa risasi hapa Jivanji Gardens. Wakenya wanalindwa vizuri kupigwa risasi mtu ambaye anauza tu mask. Wakenya wanalindwa vizuri watu kuuliwa saa 3 za usiku Kisumu. Wazee, si hata vijana, wazee. Alafu viongozi wanatoka juu ya magari wanasema askari wamefanya kazi mzuri. Kama hiyo ndio kazi ambaye ndugu yangu wana support, then serikali imefanya kazi mzuri zaidi. Hata mimi nitakubaliana naye ya kwamba serikali imefanya kazi mzuri ya kupiga vijana risasi wakufe. Ulisikia rais mwenyewe akisema watu wapigwe nini? Risasi. So, hiyo inamaanisha rais mwenyewe ndio alileta hiyo ukosefu wa usalama. Ye mwenyewe ndiye alileta hiyo ukosefu wa usalama. Kutangaza ya kwamba watu wapigwe risasi mguu. Unanisikia? Mimi nataka kukuambia hivi. Ndugu yangu amesema ya kwamba wale watu ambayo walipatikana Kware ilikuwa enzi ya huenda ilianza enzi ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta deputy wake alikuwa nani? Alikuwa huyu rais. Aya, au vijana au watu walipatikana Kware walipatikana wakati gani? Ni wakati wa maandamano yetu ya vijana ya kukataa maneno ya nini? Ya finance bill. So, Uhuru Kenyatta alikuwa hadi wakati wa finance bill. Hizi ndio maswali ambayo inafaa tuulize hii serikali. Si ati tunatetea serikali ama tunapinga serikali. Tunapinga serikali tukiwa na sababu. Mahali serikali imefanya kazi mzuri, tutasupport. Lakini mahali serikali imefanya vitu chafu kama hizi ambayo tunaona, tunaikataa. Niambie, ndugu yangu amesema vizuri tena, nimekuwa nikiongoza 10-point agenda. Yes, nakubali. Nimekuwa nikiongoza 10-point agenda ya vijana katika bunge la mwananchi Kenya. Yeye mwenyewe alikuwa wakati nilileta viongozi wa 10-point agenda. Akina Bigambo, huyo deputy chair, akina Senator Zani chair, niliwaleta. Na maswali ambayo waliulizwa, walishindwa kujibu, hadi wa leo walikataa kurudi. Sababu gani? Watu wananchi wanataka ukweli. Na hizo 10-point agenda, you know why sisi kama vijana tunasema one term, one term sababu hii. Wakati Raila Amolo Odinga marehemu baba yetu alipeana 10-point agenda zifanywe, na alipeana 1 year zitekelezwe, na kuna hata moja ambayo zimetekelezwa. That's why we are saying hakuna kitu yoyote ambayo tutakubaliana na Rais William Ruto until hizi 10-point agenda zitekelezwe zote. Kidogo na hakuna hata moja ambayo imetekelezwa. Wacha niseme moja. 30 seconds peke yake. Unajua
tuko na shida hapa kwa sababu huyu ndugu yangu mimi sikuwahi muona akitembea kwa TV yote siku ambayo Matiang'i alikuwa waziri. Kuna msichana ambaye anaitwa Baby Pendo alipigwa risasi akiwa kwao kwa balcony. Lakini ndugu yangu kwa sababu yeye anafikiria kwamba yeye amekuwa malaika. Amekuja sasa ile makosa ambayo siko kwa serikali ya Kenya Kwanza na silikuwa kwa serikali ya Uhuru. Yeye hakuwa anasema. Ya pili tukumbuke kuna ndugu wawili ambao walikuwa wanatoka mahali Kianjokoma Brothers pale. Waliwawa wale watu na hatukuwahi ambiwa ni kwa nini waliwawa. Tunakumbuka kwa serikali ya Vipendo kwa serikali ya Uhuru akiwa president. Lakini hawa watu naibu wake alikuwa nani? Naibu wake William Ruto. Na sasa ni so ilikuwa serikali ya watu wawili. Sisikii mtu sahihi akiongelea Kindiki. Ni kwa nini Ruto Kindiki tunaongelea sababu gani? Wakati hawa vijana ambao wameuliwa wanasemanga ndugu yangu Kindiki ndio alikuwa nini? Wanasema umeongelea Baby Pendo. Wanasemanga ndugu yangu, acha nikwambie kitu moja. Mkala muue lakini haki yake mpe. William Ruto amejaribu sana kufanya kazi nchi. Na ukiniuliza mimi nitakwambia ile kazi William Ruto amejaribu kufanya ambayo Uhuru Kenyatta hakufanya. William Ruto si ati anapigwa kwa sababu yeye yeye hajafanya kazi. William Ruto anapigwa kwa sababu ambayo nitakupa mimi mwenyewe. Kiprono, nachukua pumziko vupi sana nikirudi. Utaweza kunieleza kati ya Baby Pendo ambaye ni mmoja na wale ambao wameuliwa saizi kwa maana ambayo ni ya kila wakati hata ipiti miezi 3 maandamano ni wangapi? Ule wakati ni Baby Pendo. Saizi ni wangapi? Na vile vile utanieleza Riwa anafanya kazi gani? Manake ana launch projects lakini ndio zikifunguliwa. Hiyo ndio kulingana na maoni ya wananchi ambao wanaandika rafa. Mwache muri atokoira mutumoko musini toka na tukugandara ama na raiza kotina ama na Kiptun Prono to kwandara igoro yobore ndi bwense ya Kenya na bwege sense ya Kenya tendo wikabone getro bini nege ndrete to masekoska. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru arigo kwanya oroyonde orenge kwenda kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari
erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochasa obogima obubi asamange twakirisimia namba 07 06 84 0844 Better Me Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. igoro ye chinsa chia isano chabana mambi chabto kirege tesene trobini to yantako kwana igoro ye State of the Nation trenere Isaac Otieno KMC Omoro kurikiro kiwa bunge sensemeria yo sekurikiro kiwa MCA sensemeria ye ward ya Embakasi East na baiga kutunyi Kiprono uyo kurikiro kiwa bunge sensemo ye Kisese kutoka imeyo Sinigishu County gendera to kwana mange bona bone gatuka ntugendera kukwana akoro kwanere Moses Omwenga watching live from Keroka mbiyamona Moses Omwenga akoro katriza Omboka Triza watching live from Madare North pamoja with the Seriane Damalske Mto na abantu bonsi ediye kamyao agate abambu yamono most people is watching live from Nakuru Rams Club yamono osako imuyomuru biri witrobini mambi yabonega David na Kitare Muse ate Mombasa Likoni Kona Police tuko mbele pamoja mbu yamono asante sana David kwa kuwa ndani mwana fogo korua magenche mosogwa no inde yomuru biri unabotambe asante sana kwa ndani na pamoja na Diana Nyaboga kama kawaida ni kondani mbu yamono osako endra kwa imuyomuru biri witrobini mambi yabone gatonete kwana mange Isaac nilikuja kwako kabla rudi kwa gilani jibu maswali yangu amesema kwamba Onesmus Kipchumba kama amekuwa akishtumiwa. Je, unahisi kwamba security systems, nini shida ya security system ndani ya nchi ya Kenya? Kwanza tuanzie hapo. Kunayo security shida ni ipi? Shida nilisema mara ya kwanza, shida ni rais. Sio Onesmus ambaye anashtumiwa. Shida ni rais, sababu rais mwenyewe ndio alianza kuleta hiyo shida ya kwamba vijana wapigwe risasi mguu. Unaona? Na hapo sasa ndio unapata hata watu si askari wanachukua that advantage kufanya vitu kama hizo. Unaona? So kama rais angesema ya kwamba Kenya lazima tuheshimu katiba na kuna mtu yoyote ambaye atadhulumiwa, na mtu ambaye atadhulumu mwananchi wa kawaida atakuwa mashakani. I'm telling you the truth. Hata mapolisi wangekuwa naogopa kufanya vitendo mbaya ya kuua watu. Ndugu yangu alinilaumu kidogo ya kwamba si kuwa naongea wakati wa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Nataka kuambia ndugu yangu hivi. Kwa serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto nilishikwa mara 7 tukitetea wananchi wa kawaida, akina Baby Pendo ambayo waliuliwa kwa balcony. Nilishikwa mara 7 na nashukuru zaidi Baba Raila Amolo Odinga, Mungu amrehemu mali yako, na ndio maana bado tumesimama na hiyo jina. Na mtu wa pili namshukuru kiongozi wa ODM Bwana Agri James Bob Orengo, ambaye alikuwa natumwa mali popote tumeshikwa, alikuwa nakuja na natutoa wakili. Hiyo ndio sababu wakati huo tulikuwa vocal zaidi, lakini after baba kuaga tulirudi chini, sababu baada tu kujua mwelekeo ni gani. Lakini baada ya kiongozi wa ODM, kiongozi wetu Bob James Agri Orengo kutuhakikishia last week but one ya kwamba protection iko na ataendelea mali baba aliachia. Jana umeona kijana ametolewa kawa court. Unaona? Na bado atazidi kutetea, na hiyo sasa inatupatia moral ya kutoka nje na kuambia serikali vitu ambayo wanafanya mbaya.
Na sasa hivi nataka kushukuru James Orengo, mzee wetu, tunakushukuru mkiwa na kina Babu Owino kusimama na vijana, sababu hii serikali haielewi vijana, inaelewa kupoteza vijana. Wacha niseme mwana. Ndugu yangu hapa anasema mshukuru James Orengo. James Orengo ni gavana wa Siaya. Ukitembea pale Siaya, tunajua wote kwamba health sector ni default function. Mimi mwenyewe nimetembea Siaya. Ukifika kule Siaya, uone mambo even zile barabara za county. Uone zile hospitali za county. Siaya town kwenyewe the services pale ni mbovu. Lakini ndugu yangu amesahau, kwa sababu anatembea na James Orengo wakikula njuku karanga ya county ya Siaya. Amesahau kumwambia James Orengo ya kwamba kuna makosa mahali. Unanipata? Lakini yeye ameona tu criticize William Ruto. Hata amesahau ya kwamba yeye penye anatoka kule Siaya kuna shida na kuna kiongozi ambaye anatembea naye akisema kwamba ni kiongozi mzuri. You know, sometimes tusikue watu ambao tuko na hypocrisy. Kwa sababu ukiingia hospitali za county za Siaya utapata shida. Madawa siko pale. Madaktari hawako pale. Unaona the flow kule hospitali moja kule Sidindi. You know, ECDs pale asichengwi. Lakini ndugu yangu ameshindwa kumwambia Orengo ya kwamba kuna makosa. Lakini anaona makosa wapi? William Ruto. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe wakiwa na mheshimiwa Orengo wanakula njuku karanga ya kule pesa ya kule county ya Siaya. So wacha niseme hivi. Usalama ya nchi, unajua sisi wote tunajua. Siku za Uhuru Kenyatta wa Kenya hawakuwahi mtusi kama ambavyo wamemdharau William Ruto. Tukisema ukweli, ukiingia saisi kwa social media, ile mambo ambayo rais wa nchi anaambiwa, pia na wewe utastuka udhamani ya kuiona, kwa sababu ametusiwa vibaya sana. Ya pili, ndugu yangu amesema alishikwa wakati wa Uhuru mara 7. Mimi nikiongea hapa, serikali ya Ruto imewashilia watu. Watu wanaongea hii town. Ukitembea hii town, kila mtu wako TikTok, sijui Facebook, wanasema Kasongo, sijui one time, sijui Sugoi. Wanasema mambo ambayo yastahili kwa kiongozi wa nchi. Lakini hakuna mtu ambaye William Ruto ndiye amefanya katiba ya nchi ifanye vizuri. Freedom of speech. Hapa tu unless umeenda mbali sana. Kama yule kijana ambaye alichukua kule Jakaranda. Si katiba iko na freedom of speech. But wakati wa Uhuru na Matiang'i, freedom of speech silikuwa wapi my friend? Labda mpaka media at one time media ya nchi ilifungwa. Hata media yako mwenyewe unajua kuna wakati Matiang'i alitangaza kwamba media ifungwe. Lakini wakati wa William Ruto tumeona watu wanaenda maandamano. CNN wanatembea hii town, hata hii TV yako niliona siku nyingine pale karibu na Parliament buildings mkionyesha watu mambo vile iko live. Lakini wakati wa Uhuru maandamano ya baba ingeitishwa pale. Ungepatikana kwamba Citizen TV inaonyesha tu cartoon. Hii TV yako inaonyesha nyimbo za huko nyumbani. Na swali, William moja amefanya freedom of speech ionekane hii Kenya. Na kila mtu anaongea. Unapata wapinzani pale siku ile Raila Odinga. Hata unajua tuongee ukweli. Raila Odinga alikuwa anakimbizwa hii town wakati wa Uhuru Kenyatta kabla ya handshake pale 2019 mwezi wa 3. Raila Odinga alikuwa anakimbizwa hii town kila mahali. Akina Babu Owino alikuwa anapikwa. Lakini kwa sasa Senator Mitu anaongea bila anataka. Kashago anaongea bila anataka, kwa sababu William Ruto anataka katiba ifanye kazi jinsi ilivyo. Freedom of speech. William Ruto hakuwa mkejeri rais wake bila alikuwa anataka pia yeye. Alikuwa na heshima, alikuwa kiongozi. Ndiye mapana. William Ruto alikuwa kiongozi. Alikuwa na mkejeri ndiye mapana. Kwa mkejeri. Alimheshimu rais, hata sisi jamii ya Kalenjin. Wacha nikwambie ndugu yangu. Ukiona, tuseme ukweli kidogo tu. Hata niongee hii na nisiongee tena. Wacha niseme ukweli. Ukiona jamii moja hapa Kenya, kuna jamii, na mimi sitaki kuficha, jamii ya Mlima Kenya wamekuwa wakimpokea rais William Ruto sana. Lakini hata watoto wadogo pale wanaingia TikTok wanamtuzi rais, mambo ambayo hayafai. Kiongozi wa nchi huyo. But why? Lakini kumbuka pia sisi tulikuwa na mashida wakati wa Uhuru. Pale Rift Valley tulikuwa tunawawa na bandits. Pale Rift Valley tulikuwa tunamsumbuliwa na manna insecurities. Kulikuwa na high prices of food. Kulikuwa na high price of fuel. Lakini ungempata kijana hata moja kutoka Rift Valley akiingia kwa TikTok akimtuzi rais. Tulimheshimu Rais Kenyatta kwa sababu alikuwa kiongozi wa nchi. Na tulikuwa tunajua kwamba Rais Kenyatta si yeye peke yake, ni kiongozi wa nchi. Ya pili, ni kiongozi wa jamii. Ukitusi Uhuru Kenyatta umetusi jamii. Lakini sasa William Ruto amekuwa tu ni kama Herald boy, anatusiwa kila mahali, na hata msichana mdogo ambaye ako class 8 anamtusi rais. Kidogo shikilia hapo, tarudi kwako. Kuna mahali ambapo rais wa sasa Daktari William Samoei Ruto aliyemkejeri rais wake akiwa naibu. Si mara moja,
si mara 2, si mara 3, Kipawa nakata. ni mara kadhaa. Umejua, wacha nikuambie, William Samoei Ruto amefundisha timu yake kudanganya ile uongo ya ukweli. Unanielewa? Uongo ile inaonekana ni ukweli. Before hata nimalize hiyo umeuniuliza, nataka kurekebisha ndugu yangu. Mali ameongea Orengo afanye kazi, Orengo afanye nini? Nataka kusema hivi. Ameongea maneno ya health. Nakubaliana na yeye. Kikatiba health iko devolved. Lakini kipesa, pesa iko na nani? Na waziri. National government. Nataka niulize ndugu yangu, kama Siaya peke yake ndio madaktari wamegoma. Hapa Nairobi ni kaunti yao ya UDA. Hadi wa leo ukienda pale Bagaji Hospital, madaktari wako. Ni miezi ngapi kutoka last year? Kenyatta National Hospital ambayo inaraniwa na serikali kuu, watu wanalala chini. Hata leo ukienda utapata. Sisi tunafanya hizo survey, tunajua vitu zinaendelea. Alafu nataka kuniambia unaenda kulaumu mtu ambaye ako mbali sababu wa kusupport, sababu amekataa maneno zako, anakuambia vitu ambaye inafaa ufanye kikatiba. Unaona? Hii ndio makosa ambayo tunafanya, na ndio tunataka turekebishe hao watu. Waache uongo, wafungue akili, ili tukue wa Kenya ambaye tunaweza kataa maneno machafu mabaya mbele yetu. Sababu tukianza kutetea wakora, sana sana wakora wako UDA, Kenya itaendelea mahali. Na kuambia, ukienda Siaya County, mabarabara, we ni msomi, Kenha, Kera, nini zote ziko under national government. Ukienda kuguza barabara yoyote hata hapa Nairobi, Sakaja kila siku anasema hiyo si barabara yangu ni ya za ndani ya kijiji. Unaona? Hizo mabarabara ambayo anaongelelea ni za national government. National government, county itaenda kutengenezaji barabara ya national government, na national government ndio imeweka pesa. So watu wanalaumu Orengo bure. Wanalaumu Orengo sababu gani? They know that Orengo is a walking constitution, ambayo akisema kitu kila mtu anaamini hiyo imetoka kwa katiba. Narudi kwa ile. Nataka kumaliza nikimwambia hivi. Ndugu yangu, Uhuru, wakati wa Uhuru alitukanwa hadi akakasirika, akasema, naweza kumbuka, akasema mtanitusi na mchoke, hata hizi magazeti ni za kufunga nyama. Alisema kitu kama hiyo ama kusema? Alisema. Sababu gani? Sababu watu walikuwa wanamtukana usiku na mchana, na watu hawakuwa nauliwa, watu walikuwa nashikwa na wanapelekwa wapi? Kotini. Lakini ya saa hii aushikwi, aupelekwe kotini, lakini mwishoe unapatikana either kwa msito ama kwa mto ama kwa kware. Albert Ojwang alitolewa. Albert Ojwang aliandika tu scandal kidogo. You are lying, sir. Albert Ojwang aliandika scandal kidogo. Hii ni kitu iko kwa public domain. Mwisho alipatikana wapi? Central Police. Na alifanywa nini? Alipelekwa kotini. Alifanywa hii. Mwenzangu Kiprono, Yes. Kwa dakika moja. Yeah. Kidogo tu ulijaribu kuonekana kwamba unakubaliana na security system nchini Kenya. Imefeli. Ulijaribu kusema na ukubaliana. Kwa sekunde 30 peke yake tunamaliza. Na next time utakuja mapema ndio tuongee mengi. Hebu jaribu kupeana solutions ambayo tunaweza kufanya
kwa security system ya Kenya ambayo imeonekana kuwa inavurunda sana na imelala, hasa tukielekea wakati mgumu wa uchaguzi wa mwaka 2027 kwa sekunde 30 peke yake. Okay. Kwa hii security sector ya nchi kuna shida, lakini national government ama serikali inajaribu sana kupambana na wale wahalifu. Ya kwanza, shida ya security Kenya ni wananchi. Tunaona ya kwamba kwanza wananchi na polisi wako na shida. So lazima kukuwe na harmony between police and the people of the country and people of Kenya. Lazima pia raia waheshimu polisi. Na pia raia, mimi nawaomba kama wa Kenya, tusione polisi kama maadui zetu. Yule ni baba wako, yule ni baba wa mwingine, yule ni ndugu zetu. So at least tukuwe na heshima, kwa sababu nimeona mara kadhaa mtu anafanya makosa, polisi wakijaribu kumwambia hapa kuna makosa, unapata mtu anachukua simu anairecord na anaanza kumtusi polisi, anaanza kumwaras, na yule anafanya kazi yake. Mimi nataka kuomba wa Kenya ya kwamba sisi wote tunajua ya kwamba security ya nchi ikiharibika, hatuna nchi nyingine. Nchi ni moja na ni Kenya. Mimi nataka niwaombe social media pia tusiko watu ambao tunafuata kila kitu pale, kwa sababu tunaelewa kuna watu ambao wanaeneza ufumi na propaganda kama ndugu yangu Isaac pale. Hawa ni watu ambao hawataki kuona amani ikiprefer nchi. Na kwa sababu nchi ni Kenya ni moja, tuheshimu wale viongozi ambao wako pale. Kama ni criticize, let us criticize them with solution. Si tu kutoa hapa kuna shida hapa, lakini utoe solution. Social media isiche karibu nchi hii. Mimi naomba vijana wale wadogo ambao tumeona kwanza, wacha nikimalizia, kuna vijana ambao wasichana ambao wameshikwa kule inasemekana walichoma shule. Hiyo ni nidhamu. Na wale wasichana wakitoka nje pia watakuja kuchoma nchi, na sisi tunaendelea hapa tukisema Gen Z they are brave, Gen Z hawakopi. So tujaribu sana kusuia ile walivu ambao inaendelea nchi, na tukue watu ambao tunapenda nchi yetu, kwa sababu tuko na nchi moja inaitwa Kenya. Kiongozi ni William Ruto. Majaliwa ni 2 term. Mungu na wabariki. Isaac, neno lako la mwisho, na hasa unahisi kwamba waziri wa usalama wa ndani anafaa kujiuzuru? Kiangalia kamera. Okay, before ni kuje kwa waziri, nataka kuongea na wana ODM. Na ujumbe wangu kwa wana ODM ni hivi. Sisi kama wanachama wa ODM tumekuja kuamini ya kwamba Bwana James Orengo alikuwa anatuambia ukweli ya kwamba ODM imeuziwa Rais William Samoei Ruto. Sababu gani? Hakuna vile party leader ana ile nini ya kujua ya kwamba inafaa aende asimame presidency, anatuambia anaenda kusimama nini? Senate kwao. Hiyo ni maneno ya kurudisha ODM chini, na tunataka kuambia Governor James Bob Agri Orengo ya kwamba it is time kuchukua chama, it is time kuchukua chama, uongoze hii chama, na vile umesema unasimama presidency, usimame presidency na ODM. Na naambia wana ODM wote ya kwamba wale bado wako na Senator Oburu, youth leader, waondoke wakuje upande wa James Orengo. Sababu gani? He is the party leader, he is the presidential candidate of ODM. Tumalizia. Namaliza nikisema hivi, upande wa security na Kipchumba Murkomen. Mimi nataka kuambia Rais William Ruto, si Kipchumba Murkomen. Rais William Ruto akaze kamba kwa security, na kitu ya kwanza aondoe zile maneno ambayo alisema ya kwamba watu wapigwe risasi. Na kishaondoa, aombe wa Kenya msamaha kwa hiyo maneno, then waweke polisi wafanye kazi yao vile inafaa, na maneno ya ongo kwa polisi pia isimamishwe. Kenya tutakuwa mali pazuri. Lakini kama bado rais ataomba msamaha na bado atapeana njia sahihi ya security kulindwa Kenya, na hongo zisiishe, then bado tuna nchi. Asante. Nitafutwa kazi. Nitafutwa kazi. Hiyo iwezekani.
Kwani yeye ni rais? Tutaleta siku nyingine mtaweza kujadiliana. Mwancho mwereria heterobini ya kiro mwere mambia bonega kwa Daniel Omwaga twarengenera Isaac Otieno na Kiprono Kutuny obo bonsi bara wana siasa na baigo bakuligibirogo au sense ya Kenya. Director Zaka Lois Nyambura na baigo Joshua Nyuma bonsi baingemega yemenyoncha kuri kingitrobini ya kumurikiria senchera yobwene. Ya kiro mwerio ya sana ndetro nitikoria nkia chigosori na banyangongo. Eye Nensoko TV, Oboroso